Picha linafunguka, tunamuona kijana mmoja anayekwenda kwa jina la Msomali, huku pembeni yake akiwa na bibie mmoja anayekwenda kwa jina la Najim. Kwa muonekano wao inaonekana walikuwa wanapelekeana kwaju aisee. Huku tunamuona kijana mmoja akiwa anakwenda kwa jina la Pasopa amesimama pembeni, huku machozi yanamtoka aisee, na akionekana kuwa na jazba. Kwa muonekano wake inaonekana kama amefumania hivi. Hawa vijana wawili inaonekana walikuwa wanachapana kwaju kinoma noma. Hii ilikuwa na utangulizi wa picha yetu kali inayokwenda kwa jina la Why Me. Mimi naitwa Pasopa na hii ni Pasopa OG. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Mzigo unafunguka, tunamuona binti mmoja anayekwenda kwa jina la Miriam, huku anapiga hatua, mara pembeni akamwona kijana mmoja anayekwenda kwa jina la Lami, huku akiwa katika majukumu yake ya kazi za hapa na pale, huku akichambua mkaa na akihudumia wateja wake ise. Mara binti huyu anayekwenda kwa jina la Miriam anastuka kumuona Lami. Mara anatupa voice over mazee, huku anasema hivi, huyu ni Lami au naota? Maana siamini kama huyu ni Lami, maana maisha ya Lami mimi najua, sio kuuza mkaa, sio kufanya hivi. Mara anatoka kwenye voice over anakuja kutuleta kwenye bonge la flashback mazee, huku akimuuliza kijana Lami, mimi nimekuita hapa nyumbani, nataka nikutambulishe kwa baba yangu na mama yangu. Hivi mimi nataka uniambie uhalisia maisha yako, una level gani katika maisha? Kijana Lami akamjibu huku akijisifu, hivi mimi ukinitazama unaniona mimi nafanania kuishi maisha magumu au unanipima kwa kijiti, si ndio? Binti akajibu, hapana, mimi sibahatishi na wala sijakuuliza kwa ubaya, ila tu nitaka kujua kwamba wewe maisha yako ni ya level gani, ili nitakapokwenda kukutambulisha kwa baba yangu na mama yangu ili wajue niwaelekeze maisha yako kiujumla. Kijana akajibu, mimi maisha yangu, mimi ni mtoto wa kishua, tena ni mtoto wa pekee. Mimi naishi maisha mazuri, magari sio shida zangu, utajiri sio shida zangu aise. Lakini kijana huyo anaonekana na matambo kinoma noma. Mara binti tunamuona anatoka kwenye flashback mazee, akaamua kupiga hatua 2-3 kumfuata Lami pale alipo mazee, ile anamuita Lami. Lami akastuka kumuona bibie na wala hakuamini kama atakuja kuonekana. Kipindi momenti zinaendelea, tunakuja kuiona familia moja ikiwa na furaha na amani, huku wanachekelea muda wote mazee, huku wamebebelea mabegi na nini. Huyu mwanaume anaitwa Pasopa na huyu dada mwingine anaitwa Najma, na huyu kibonge mtozeni naye anakwenda kwa jina la Anastasia mazee. Kwa inavyoonekana Anastasia ni mamdogo wake Najma mazee, lakini inaonekana ni mgeni wao kwa muda, kakaa na nini, kaenjoy maisha na nini. Inavyoonekana ndo anarudi kijijini hapa, ndo anaagana na nini. Pasopa akasema, mamdogo, tunaomba sisi tukuache hapa kwa leo, hatutakusindikiza, lakini naomba utusamehe. Haimaanishi kwamba ndo tunakutelekeza, hapana, tuna mambo mengi ya kufanya, naomba unisamehe kabisa. Mamdogo pale akachekelea na nini, mwisho wa siku akasema, hata usijali babangu, mimi nitafika tu, alafu mimi ninapenda the way mnavyoishi, mnapendana, mnafurahi na nini. Kifupi muendelee kuishi hivyo hivyo, mpendane, msaminiane. Hayo ndo maisha ya mume na mke anavyotakiwa. Bodoma mdogo akachukua mabegi na nini, wakati anabeba Kanajima akajipendekeza kwa kuongea, mamdogo, naomba siku utakaporudi uje na zawadi nyingi na nini. Pasopa naye akadakia, mamdogo, usije ukasahau na machungwa, maembe na nini, mahindi, unajua tena mixa mbilimbi. Mamdogo akasema, hata usijali, mimi nikija zawadi ni halali yenu mazee, mtakula mpaka mtaenjoy. Ndipo mamdogo akachukua mabeki yake na nini, akawa anaondoka mazee. Hawa wawili wakabaki wanatabasamu na nini. Pasopa akageuka akawa anaondoka zake huyo. Wakati anaondoka Najma akamwita, mume wangu. Pasopa aligeuka kwa hasira na jazba, mimi mwenyewe akanichanganya, sielewi ni kwa nini kageuka kwa hasira sana, huko akasema, ina maana nilichokisikia ndo chenyewe au naota? Hivi wewe una hazi ya kuwa na mume kama mimi? Una hazi ya kunita mimi mume? Naomba usiendelee huo upumbavu, usije ukajirudia tena. Kwa inavyoonekana hao wawili wanaigiza furaha mazee pale panapokuwa na watu, lakini wanapobaki wenyewe inaonekana ni simba wawili wasioelewana kinoma noma. Ndipo Najma akasema, kwani mume wangu ni kosa gani lisilosameheka? Mimi nisha kuomba msamaha mara kwa mara, naomba unisamehe. Mimi kiufupi linaniuma sana na kuna muda natamani urudi katika ile furaha ambayo mimi nimeizoea. Mume wangu, mimi naomba unisamehe mazee, nimekosea. Lakini Pasopa kadakia kwa jazba kinoma noma, akasema, wewe upumbavu ndo sitaki kusikia, naomba isije ikajirudia, na endapo kijirudia tena mimi nitakukata hiyo miguu yako, afu utakuja kunisababishia kesi. Na hii yote siwezi kukuacha tu kwa sababu wazazi wangu wanalazimisha kuishi na wewe, lakini sikutaki na wala sitaki kuendelea kuishi na wewe. Pumbavu mkubwa, hauna thamani ya kunita mume mimi, pumbavu. Akaondoka kwa hasira. Ndipo Najma akabaki analia pale na nini, inamuuma, lakini atafanyeje?